Pasipo utakatifu haiwezekani kumwona Mungu. Pasipo utakatifu haiwezekani kumwona Mungu. Waebrania 12 mstari ule wa 14 mpaka ule mstari wa 17. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau aliyeuza urithi wake wa uzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Maana mwajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kuirithi baraka alikataliwa, maana hakuona nafasi ya kutubu, ijapokuwa aliitafuta sana kwa machozi. Amen. Pasipo utakatifu haiwezekani kumwona Mungu. Somo hili la utakatifu ni moja ya masomo yaliyoko ndani ya wokovu. Wokovu unaweza kufundishwa katika maeneo makuu 7: toba, imani, kufanya upya, utakaso, kuhesabiwa haki na maombi. Maombi tumejifunza sana, na kuhesabiwa haki nilishafundisha wakati mwingine, na kufanyika wana nilishafundisha, na utakatifu. Kwa hiyo leo tuzungumzie habari za utakatifu. Pasipo huo haiwezekani kumwona Mungu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hizi tunaita nguzo 7 kuu za wokovu: imani, haki, maombi, utakaso, kufanya upya. Haya yote yanajumlishwa katika neno wokovu. Jina la Bwana libarikiwe. Utakaso, utakatifu maana yake usafi, kuoshwa upya, kufanya upya. Hii ndiyo maana fupi ya utakaso. Jina la Bwana libarikiwe. Utakaso unajumlisha mambo makuu mawili mtu anapookoka. Jambo la kwanza, mtu anapookoka anatengwa na dhambi. Wakati wa kutubu, mtu anatubu dhambi, anasamehewa dhambi yenyewe ile, na nguvu ya dhambi yenyewe inaondoka. Ule utumwa wa dhambi, jinsi alivyokuwa anatumikishwa huku na kule katika eneo fulani au maeneo mbalimbali, anakuwa ametakaswa na ile nguvu, ameondolewa ile nguvu ya dhambi. Lakini pia kwa sababu ya dhambi watu wote wamehukumiwa. Kwa hiyo mtu anapookoka tu, wakati ule dhambi yake inaondolewa, ile hukumu ya dhambi Yesu alichukua pale msalabani, ili kila mtu amwaminie asipotee, asihukumiwe. Kwa hiyo toba inaanza na maombi. Mtu anatubu, ananyenyekea, anahuzunika kwa ajili ya dhambi yake. Kwa hiyo wakati huo anakuwa ametakaswa moja kwa moja. Ni tukio la muda mfupi, ni kufumba na kufumbua. Ndio maana mtu anasikia Injili anahuzunika, analia, anajisikia vibaya kwa kumkosea Mungu, kwamba kwa nini nimemkosea Mungu, nimeishi maisha haya. Na wengine wanasema kwamba nimeishi muda mrefu katika dhambi, kwa nini nimechelewa? Nadhani wengine ndivyo mlivyosema, siku ulipotakaswa
siku ulipookoka. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Dhambi inaondolewa pale pale, msamaha unatokea pale pale. Kwa kama upo hapa leo, umeingia mahali hapa, hujaokoka, dhambi yako itasamehewa leo. Amen. Yesu yupo karibu kusamehe watu wake dhambi zao. Jina la Bwana libarikiwe. Tito 2:11 hadi 12, naomba tusome. Na Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa ule wa 11. Tusome hivi vitabu viwili tu. Maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Korintho wa kwanza 6:11. Mwingine afungue wa Efeso 5:25 na 26. Wakorintho wa kwanza 6:11 mstari wa 11. Neno la Bwana linasema, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Efeso 5:25-26. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ni tukio la mara moja tu. Mtu anapotubu anasamehewa hapo hapo. Amen. Na wengi, uzoefu unaonyesha kwamba baada ya mtu kupata msamaha, moyo wake unafurahi, anapata amani, anapata matumaini. Amen. Kwa hiyo wakati mtu anapotubu, dhambi yake inaondolewa, anatakaswa, anasamehewa, na pia anawekwa huru na dhambi yenyewe iliyokuwa inamtesa. Amen. Kwa hiyo ametengwa na dhambi, ametengwa na tamaa za dunia, ametengwa na dhambi za duniani. Kwa hiyo sasa ni maalum kwa ajili ya Bwana. Ameshajitenga na makundi yaliyokuwa anashirikiana nao kwenye dhambi. Haendi tena, hashirikiani na wenye dhambi, wala hazifanyi zile dhambi, kwa sababu Yesu ameshamtakasa na nguvu ya dhambi imeondoka, ingawa vishawishi vinaendelea. Ni kazi yake, kama tulivyosoma kwenye kitabu hiki cha Tito, kwamba neema ya Mungu inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Amen. Kwa kazi unayofanya baada ya kuokoka ni kukataa vishawishi, tamaa za dunia na vishawishi vyote na majaribu yote yanayokuondoa kwa Mungu. Kwa hiyo hiyo neema ya wokovu ambayo tunasamehewa bure, hatulipi chochote, inakufundisha kukataa ubaya na tamaa na anasa za kidunia. Hilo lishike kanaro. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa jambo la kwanza, umetengwa na dhambi. Jambo la pili, umetengwa maalum kwa kumtumikia Mungu kama chombo cha Bwana. Baada ya kuokoka, kinachofuata ni utumishi. Mungu anatumia vyombo vitakatifu. Huduma yeyote, kazi yeyote, kila kitu kinachofanyika kwa ajili ya Bwana ndani na nje ya kanisa, huyo mtu anakuwa ametengwa kwa ajili ya Bwana. Maisha yake anakuwa chombo cha kumtumikia Bwana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 21. Timotheo wa pili, kutengwa kwa ajili ya huduma, kutengwa kwa ajili ya utumishi.
Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 21. Neno la Bwana linasema, basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Amen. Kwa sasa anakuwa ametengwa kwa ajili ya utumishi. Kama nilivyosema, katika huduma tunazozifanya ndani na nje ya kanisa kwa ajili ya Bwana, wale wote wanaofanya huduma wanapaswa kuishi maisha matakatifu. Amen. Haleluya. Ni lini unatakaswa? Kama nilivyosema, ni wakati huo huo, pasipo kuchelewa. Mtu anatakaswa mara moja tu. Lakini pia baada ya utakaso, baada ya kuokoka, kinachofuata ni kuendelea kujitakasa. Amen. Ni kuendelea na maisha matakatifu, ni kuendelea kujitenga na dhambi, ni kuendelea kukataa tamaa za kidunia. Kwa hiyo baada ya kuokoka inakupasa uendelee kujitakasa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ni hatua ya kila siku mpaka wakati wa unyakuo. Waraka wa kwanza Yohana 3:1 hadi 3. Ufunuo 22, mwingine afungue Ufunuo 22 mstari wa 11. Mwingine Danieli 12 mstari wa 9 hadi wa 10. Waraka wa kwanza Yohana 3 mstari wa kwanza hadi wa 3. Neno la Bwana linasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Yeyote aliye katika matumaini haya hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu, yani Mungu. Mahali pengine Biblia inasema, iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Kwa tumeitwa ili kujitakasa, tuwe kama yeye. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ufunuo 22 mstari wa 11, soma. Anasema, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Mwenye haki azidi kuwa na haki, mwenye kujitakasa azidi kujitakasa, mtakatifu endelea kuishi maisha matakatifu. Amen. Kwa hiyo ni sio siku moja, ni kuendelea kuishi maisha matakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Danieli 12 mstari wa 9 na wa 10. Hebu soma pale. Neno la Bwana linasema, akasema, enenda zako Danieli, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali watenda mabaya wala hataelewa mtu mbaya awaye yote, bali wao walio na hekima ndio watakaoelewa. Amen. Kwa hiyo endelea kujitakasa. Maisha matakatifu ni endelevu, ni kila siku, ni kila saa, ni kila wakati, ni maisha yote. Nyumbani kwako, kazini kwako, popote wapo peke yako na unapokuwa na watu wengine. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini ni lazima utakatifu? Kwa nini ni lazima? Sio ombi, ni lazima. Kwa nini ni lazima? Sura ya 12 ya Waebrania mstari wa 18, pasipo huo utakatifu huwezi kumwona Mungu. Lile andiko tumeshalisoma, si ndio jamani? Kwamba
pasipo huo utakatifu huwezi kumwona Mungu. Mbinguni, ushirika, kwenye maombi yako, kwenye mahitaji yako, kwenye matatizo yako, kwenye mambo magumu unayopitia, hutamwona Mungu pasipo huo utakatifu. Na zaidi sana, huwezi kwenda kumwona Mungu katika maisha ya ulimwengu ujao. Kwa hiyo utakatifu ni lazima, utakatifu ni muhimu, kwa sababu pasipo huo huwezi kumwona Mungu. Hutamwona Mungu katika maisha yako, hutamwona Mungu katika maombi yako. Dunia ina mambo mengi, ina changamoto nyingi. Unamhitaji Mungu 100%. Ishi maisha matakatifu ili umuone Mungu katika maisha yako. Amen. Ndipo utakapolia atasikia, utakapoomba atakujibu, utakapolalama atakusikiliza, utakapohuzunika atakupa amani. Wakati kikombe kimejaa, Mungu hasira yake haitakuwa juu yako. Maisha yanapobadilika, kwako hakutabadilika. Dunia wakati imechanganyikiwa, wewe haitakuchanganya, maana Bwana yuko pamoja nawe. Bwana anajibu maombi yako. Bwana anakutana na mahitaji yako. Kwa sababu naishi maisha matakatifu, Bwana anaonekana katika maeneo yote ya maisha yako. Amen. Yakupatayo ni kwa sababu Bwana ameruhusu yakupate, kama Ayubu. Maana yapo, tuko duniani, lakini kama unataka umwone Bwana kwa namna yoyote, hata ukifunga ukiwa na dhambi hutofanikiwa. Hata ukikesha, hata ukilia, ukienda na mizigo ya dhambi, labda kama unataka kusamehewa, hilo tu ndio linakubalika wakati mwenye dhambi anapokwenda kwa Bwana, lakini mambo mengine huwezi kuyapata. Ishi maisha matakatifu ili umwone Mungu katika maisha yako. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Wakorintho wa kwanza, wa pili, Wakorintho wa kwanza 1, nimesema Ibrania namba 2, nisema namba 1 kwa sababu huwezi kumwona Mungu pasipo utakatifu. Namba 2, Mungu anapendezwa na watakatifu walioko duniani. Zaburi 16 mstari wa 3. Kwa nini utakatifu ni lazima? Mungu anapendezwa na watakatifu waliopo duniani, sio walioko mbinguni, maana wamemaliza kazi. Hapa kwetu, hapa Tanzania, hapo kazini kwako, hapo nyumbani kwako, hapo kwenye biashara yako, ndani ya ndoa yako na nyumba yako, hapo kwenye moyo wako. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu anapendezwa na watakatifu wanaokaa duniani. Soma Zaburi 16 mstari wa 3. Neno linasema, watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Watakatifu waliopo duniani ndio walio bora. Mungu anakutazama. Kwa maneno mengine, wale wanaoishi maisha matakatifu, Mungu anawatazama kuwa watu tofauti, watu wa kipekee. Watu wa nyumba ya Bwana. Kwa maisha matakatifu ni hapa. Achana na historia, kalale pema peponi. Kule hamna kitanda kule. Jina la Bwana libarikiwe.
Kwa nini utakatifu ni lazima? Namba 3, ni amri, ni agizo. Walawi 20:7 na Petro wa kwanza 1:15 hadi 16. Walawi 20:7 na Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15 na wa 16. Mambo ya Walawi sura 20:7, neno la Bwana linasema, jitakaseni basi iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Amen. Petro wa kwanza, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Amen. Ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Amen. Kwa ni agizo, sio chaguo, sio hiari. Namba 4, kwa nini utakatifu ni lazima? Ili Mungu akutumie katika huduma, katika utumishi mbalimbali kwenye nyumba ya Bwana na nje ya kanisa. Timotheo wa pili 2:21, Isaya 52:11. Kwa nini ni lazima? Sababu ya 4, ili Mungu akutumie, unatakiwa kuishi maisha matakatifu. Hebu tusome. Zikimbie tamaa za ujana. Mstari wa 21, basi ikiwa mtu amejitakasa na kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Amen. Chombo cha kumfaa Bwana. Ukiwa mmejitakasa, wewe ni chombo cha kumfaa Bwana kwa kila kazi njema. Amen. Amen. Isaya 52 mstari wa 11. Anasema, nendeni zenu, tokeni huko, msiguse kitu kichafu, tokeni kati yake, iweni safi, ninyi mnachukua vyombo vya Bwana. Gani Mungu anazitumia kututakasa? Kipengele cha 3. Mungu anatumia nini ili kuwatakasa watu wake? Namba 1, neno la Mungu, yani Biblia. Yohana 17 mstari wa 17 na Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 15 hadi wa 17. Naomba tusome haya maandiko. Yohana 17 mstari wa 17, neno linasema, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndilo kweli. Amen. Uwatakase na ile kweli, neno lako ndio kweli. Kila itapo leo, jifunze Biblia kama Mungu anasema na wewe, aidha wakati wa mafundisho, wakati wa mahubiri, wakati wapo peke yako. Kazi ya neno la Mungu ni ili kututakasa, kutusafisha, ili uwe safi. Jifunze Biblia. Tuachane na watu wanaoishi kwa misisimko ya ahadi za kupokea, kukimbilia makongamano ambayo yana misisimko tu, hakuna mafundisho. Hivyo basi watu ishi maisha yale yale, watu ishi maisha ya dhambi. Kwa hiyo kaa ukiwa neno la Mungu likutakase, likusaidie, likuoshe, likuhekimishe, kama tunavyosoma kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 15 hadi wa 17. Naomba tusome. Kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu,
ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Hapo soma kwa nguvu, usitafune. Nasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadabisha katika haki. Amen. Linakuhekimesha ili ufanye kila tendo jema, kila tendo jema. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kingine anachotumia kututakasa, waraka wa kwanza Yohana sura ya kwanza mstari ule wa 7 anasema, mstari wa 7 anasema, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Amen. Damu ya Yesu hutusafisha dhambi yote. Amen. Namba 4. Kitu gani kingine Mungu anatumia kututakasa? Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 hadi wa 13. Anatumia huduma mbalimbali zinazotajwa katika Efeso sura ya 4 mstari wa 11 mpaka wa 13. Naomba usome. Neno la Bwana linasema, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Amen. Kwa huduma hizi za kichungaji, za walimu, wale walioitwa maalum kwa huduma hizo za kuwa wachungaji, wainjilisti, mitume, walimu ndani ya kanisa, ni ili kukutakasa. Zile huduma ni maalum sana ndani ya kanisa kwa ajili ya kuwatakasa watakatifu kupitia mafundisho na mahubiri. Ndio maana imetupasa kuheshimu huduma za kichungaji, za uinjilisti. Zimewekwa kwa ajili ya kututakasa. Kila alichoweka Mungu ndani ya watumishi ni cha kipekee kwa ajili ya kanisa. Amen. Amen. Hata kama sio mwongeaji mzuri, hata kama hawezi kuzungumza vizuri sana, ana hekima, lakini akiitwa kuwa mchungaji, ile huduma iko pale kukusaidia utakaswe, uwe safi, kwa mafundisho, kwa maonyo, kwa makaripio. Zimewekwa maalum kwa ajili ya kulitakasa kanisa. Amen. Vile viwango walivyopewa ni vya kipekee kwa ajili ya kanisa. Amen. Hivyo basi, heshimu huduma za kichungaji zilizomo ndani ya kanisa. Hata kama hana elimu, hata kama sio mnenaji mahiri, lakini kile alichoweka Mungu ni kwa ajili ya kukustakasa na kukusaidia ili uende mbinguni, uishi maisha matakatifu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua, hulazimishi kuipokea huduma, ni wewe kuwa tayari kuipokea. Usipokuwa tayari unaweza kuikataa, na unaweza usipate msaada, kwa sababu anayesimama mbele yako daima ni mimi mwenyewe na mchungaji mwingine, ili kukusaidia. Kwa hiyo huduma zilizowekwa ndani ya kanisa ni ili kuwasaidia waamini. Biblia inasema, waaminini manabii wa Bwana katika Agano la Kale walisema, lakini ninyi wa Agano Jipya waaminini wachungaji mliopewa, wamewekwa maalum kwa ajili ya maisha yenu.
huduma zimepuuzwa, watu wanakimbilia misisimko. Mungu ametuita mbalimbali. Mimi nawaambia watu, nasema mimi sio mnenaji mzuri sana, lakini najua ni mchungaji. Najua kuna watu wana hekima ya kunena kuliko mimi ndani ya kanisa hili. Wanaweza kuongea vizuri, wakapangilia vizuri, wakaongea kielimu, wakaongea kwa ufasaha, wakaongea vizuri kwa mipangilio, lakini mimi ndio mchungaji wenu. Haleluya! Mimi ndio mchungaji wenu, na hayo najua kwamba kuna watu mahiri wa kuongea. Najisikia vizuri wakisimama wakianza kuongea, maana ni vipawa vya Bwana, lakini mimi ndiye pasa wao. Amen, haleluya. Namba 4, namba 4 kwa Kiingereza. Namba 4 kwa Kiingereza. Asante. Namba 4 ni adibisho. Wakati mwingine mtu anapoadibishwa si kwa ajili ya kumkomoa, ni ili kumsaidia akae vizuri, arudi kwa Bwana, maisha yake yabadilike. Hakuna mchungaji anayetoa disiplini ili kumkomoa mtu. Iko pale kumsaidia abadilike, ageuke, akae sawa kama zamani, maisha yake yawe kwa sababu ya kuwavuta wengine kwa Yesu. Amen. Kwa hiyo wakati tunapoadibisha mtu katika kanisa kwa jambo lolote lile, ni ili kumsaidia muhusika. Kwa hiyo kanisa tuelewe hivi, hatuonei mtu, hatukomoi mtu, na hatujaitiwa hayo. Tumeitiwa kuwasaidia wote wanaokuwa hawaendi vizuri kwa wakati fulani. Amen, amen. Mungu hatakuja na fimbo, wala Yesu hatakuja msalabani tena. Sisi tumewekwa kwa ajili ya kukusaidia uwe chombo kizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Na wakati mwingine kuna mambo watu wanapitia katika maisha, wakati mwingine ni kwa sababu hawajafanya vizuri, lakini si kila wakati. Kuna watu yamewapata mambo fulani fulani kwenye maisha kwa sababu hawajakaa vizuri na Bwana. Kwa Mungu anaachilia fimbo ili mtu abadilike. Israeli walipokwenda Babeli miaka 70 wakiwa utumwani, Israeli waliporudi tena katika nchi yao wenyewe, hawajawahi kuabudu sanamu tena. Amen, 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 amen. Usiende na sana. Ufanye nini kama wewe unachotakiwa kukifanya ufanyeje ili uwe mtakatifu, ili ujitakase? Sehemu yako ni kuishi maisha matakatifu kama tulivyosoma Waebrania 12, Luka 9 mstari wa 23. Naomba tusome. Ishi maisha matakatifu. Fukuzia kabisa utakatifu. Hii ndiyo kazi ya kwako ya kila itwapo leo. Fukuzia utakatifu, pambania utakatifu, shindania maisha matakatifu. Mungu ndivyo anavyokutaka. Amen, amen. Luka 9:23 soma. Neno la Bwana linasema, akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Amen. Ujitwike msalaba wako kila siku, ujikane kila itwapo leo. Amen, 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 amen. Namba 2, sikiliza neno la Mungu na Roho Mtakatifu. Wale wanaokaa katika maombi muda mrefu wana muda mwingi sana wa kutakaswa sana sana, na wale wanaosoma Biblia sana, na wale wanaotulia kwenye mafundisho
ya neno la Mungu na mahubiri wana nafasi kubwa sana ya kutakasa. Wana kitu wanapata kila tuapo leo. Uwe msikilizaji mzuri wa neno, uwe msikivu, hudhuria mafundisho, hudhuria Jumatano, hudhuria mafundisho ya asubuhi na maombi pamoja na mahubiri na nyimbo tunazoimba. Zote ni ili kututakasa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Neno la Mungu, Roho Mtakatifu hufanya kazi ya kututakasa. Kuna wakati ukiingia kwenye maombi umezama, unakuta unajitakasa, ujui unajitakasa nini inatokea, ila unataka Mungu atawale. Unataka Mungu atawale maisha yako. Unajiona ufai kwa sababu umekutana na Roho Mtakatifu. Bwana amekutokea. Nguvu za Mungu zikishuka, huwezi kustahimili. Roho Mtakatifu akitawala maisha yako, huwezi kunyamaza, huwezi kukimbia. Utafesi uso wa Bwana. Utakaso utatokea, maana utajitakasa kweli. Shika neno la Bwana, lisikilize kwa makini. Mpe nafasi Roho Mtakatifu atawale maisha yako. Ni ili utakaswe, ni ili uwe chombo safi, ili Bwana kutumie katika maisha yako. Unapaswa kujitakasa. Jiweke sawa. Yesu anakuja ili akukute tayari. Wakati wa maombi yako yapenye mbinguni, mahitaji yako yote Bwana ingilie kati. Bwana anataka watakatifu ili ingilie kati mambo yako. Kwa nini unapata shida? Bwana yuko karibu na wewe. Jitakase, jiweke sawa. Maisha yako yote Bwana anakutaka ili akutumie uwe chombo chake cha heshima. Umeitwa ili uwe mtakatifu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Usipojitakasa kuna adhabu, lakini ukijitakasa amani ya Mungu itatawala. Utakuwa na uhakika wa ushirika na Mungu. Hili ndio kubwa. Ishi maisha matakatifu, una uhakika wa ushirika na Mungu kabisa, 100%. Naomba tusimame. Mwombe Bwana kwa ajili ya maisha yako. Maisha ni ya kwako. Uhusiano na Mungu ni kitu cha msingi sana katika maisha yako. Mungu anatamani ushirika na wewe. Kama kuna jambo la kutengeneza, liseme mbele za Bwana wakati ukiwa peke yako. Fungua kinywa chako useme kitu kwa Bwana. Kwa jina la Yesu. Bwana, naombea wote wenye haja, wanaohitaji kubadilika, kutakaswa, kufanana nawe. Kwa jina la Yesu, naweka wote mikononi mwako. Mungu ni Mungu mwenye rehema. Mungu umetuita tuishi maisha matakatifu. Kwa jina la Yesu, wema wako, neema yako na huruma zako Mungu katikati ya kanisa ulitakase, ulioshe kwa jina la Yesu. Wagonjwa na wenye mahitaji
kwa kuwa tuko mbele zako. Bwana waguse, Bwana waponye, Bwana ukutane nao katika jina la Yesu, amen.